Kama umeiangalia tamthilia hii hapa, naamini wengi imewashangaza. Ni kwa nini imewashangaza? Yani mazungumzo ya Profesa pamoja na Panjwan yameweza kuwashangaza wengi kutokana na kwamba Panjwan anapotaka kumsaidia bibie Martha kuna kikwazo ama kuna vikwazo ambavyo vinatokea. Lakini ndugu wapenzi watazamaji ambao mnaifuatilia Profesa, mtakuwa umejiuliza ni kwa nini Profesa hataki kutoa msaada kwa sasa moja kwa moja, anatoa msaada kupitia watu wengine. Kama tulivyoweza kuona shangazi yake na nani na Zoya kule, ambaye ndo yule dada yake na yule mchawi, shangazi yake na Pascal, ameweza kupatiwa msaada na mchungaji. Lakini mchungaji ameweza kutoa msaada kule kutokana na kwamba alipewa maelekezo na Profesa. Lakini Profesa hapa amekataa kabisa, amesema yeye hajatoa msaada wowote. Aliyetoa msaada ni Zoya. Sasa ni kwa nini Profesa anaficha? ana mislead Panjwan kumuelekeza kwamba aliyetoa msaada ule ni Zoya. Sasa angalia kitu ambacho kinakwenda kutokea hapo mbele, naamini kitakuacha mdomo wazi. Sasa Panjwan kama tunavyoona hapo amemfuata dada yake Zoya na kumueleza kuhusiana na swala zima la kumsaidia yule shangazi. Sasa Zoya pia anamkataa. Hivi ndugu mpenzi mtazamaji, umeshajiuliza ni kwa nini Zoya amekataa kabisa na akasema kwamba aliyemsaidia ni mchungaji? Na wote tunafahamu aliyetoa msaada ni mchungaji. Lakini msaada huo ulitokana na nani? Na bibie Zoya, na pia umetokana na Profesa. Sasa hii hapa lazima itamweka njia panda Panjwan. Hapa atatakiwa kukaza fuvu, yani ajiulize mara mbili mara tatu ni kwa nini hawa watu hawataki kumwambia ukweli. Ni kitu gani ambacho kimejificha? Sasa nitakuonyesha kitu ambacho hawajatuonyesha humu ndani, na ni kitu ambacho ulitakiwa kuwa makini kabisa. Sasa kitu ambacho tumefichwa humu ndani ni kwamba huyu dogo Panjwan tunafahamu kwamba yuko Bennett sana na mkuu wa wachawi. Sasa hatuna uhakika kwamba Panjwan anafanya kazi kwa Profesa ama anafanya kazi kwa yule mchawi mkuu wa wachawi. Sasa hiki ni kitu ambacho tunatakiwa kuwa makini. Lakini pia kitu ambacho kimeshangaza wengi na ni kitu pia ambacho kimewafanya watu waweze kufurahia ni hii kapo mpya ambayo inakwenda kutengenezwa. Ukimtazama Pascal na ukimtazama bibie Zoya, utagundua kwamba kuna kitu ambacho kimejificha kati yao. Yani katikati ya mioyo yao kuna kitu ambacho kinaitwa upendo, ambacho kina stack na kina strike. Sasa hiki ni kitu ambacho tunatakiwa kuwa makini, kwa sababu Mr. Pascal anaonekana kumpenda bibie Zoya. Na Zoya tunafahamu kabisa kwamba ni dada wa kazi tu, lakini ukimcheki Zoya the way ambavyo anautumia mdomo wake kuzungumza na Mr. Pascal, utagundua kabisa kwamba Zoya anampenda Mr. Pascal. Kusema ukweli, hapa ndipo kipindi hiki ama tamthilia hii inakwenda kupamba moto, kwa sababu episodi zinazofuata naamini kwamba zitakuacha mdomo wazi. Hii ni kutokana na kwamba kuna vita kali ambayo inakwenda kutokea kati ya Zoya pamoja na Hanifa, kutokana na kwamba tayari mwanaume wa zamani wa Hanifa ametokea kumpenda bibie Zoya. Sasa hii vita mimi sio muamuzi wala mimi sio refali, tutaamua wenyewe ni kitu gani ambacho tutakiona humo ndani, na tuwe makini kabisa kukichambua hiki kitu wanakiita Profesa. Sasa ninaomba nikujuze kitu ambacho ulikuwa ukifahamu. Hivi wewe ungekuwa ni Zoya ungefanya nini? Na tunafahamu kabisa kwamba Zoya yuko hapo kwa ajili ya kisasi. Sasa Zoya akijihusisha na mapenzi, unafikiri kisasi chake kitakuwepo tena? Kwa sababu tunafahamu kwamba Pascal ni mtoto ama ni mpwa wake na yule mzee Shah ama yule mchawi. Sasa yule mkuu wa wachawi ana vita vikubwa sana pamoja na bibie Zoya. Sasa Zoya akijiingiza kwenye mahusiano na Mr. Pascal, hii moja kwa moja itamzuia kuweza kufanya yale maswala ya kulipiza kisasi kwa yule mzee, kutokana na kwamba tayari atakuwa ni ndugu yake. Sasa nini unacho cha kumshauri bibie Zoya? Nikwambie tu kwamba usisahau kusubscribe, like video hii na share video hii. Sasa turudi pale pale kwenye concept yetu ya Profesa pamoja na Panjwan. Hawa watu wawili walitakiwa kuwa ndugu kabisa. Yani kiufupi ni kwamba Profesa angetambua mimi nahisi kwamba Profesa alitakiwa aweze kumtongoza Zoya, yani Zoya awe demu wake, ili uhusiano wa Profesa pamoja na Panjwan uzidi kunoga zaidi, kwa sababu inaonekana Panjwan anamdhalau sana Profesa,
hajui kama Profesa ni mtu wa mitikasi. Na kipindi kilichopita tuliona Mr. Panjwani alimuuliza sana Profesa kuhusiana na swala la kuwa alishawahi kuwa na mwanamke, na Profesa alikaa kimya. Hii inaonyesha kwamba kabisa Profesa ya mambo ya mahusiano anayafahamu, japokuwa hataki kuyaweka wazi. Sasa hii ni siri ambayo watu wengi mlikuwa muifahamu kwenye episode hii ama kwenye tamthilia hii hapa ya Profesa. Lakini kikubwa pia ningependa kujua, hivi unafikiri kwamba yani kwa namna ambavyo unamtazama Mzee Shah, huyu mkuu wa wachawi, huoni kama amebadilika? Kutokana na kwamba kwa sasa hazungumzi kwa ukali, the way anavyozungumza na Zoya, anazungumza kwa heshima na kwa stala, yani kiufupi anaonekana kumheshimu sana Zoya. Hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha kwamba kwa sasa anamwamini sana bibie Zoya. Sasa sielewi ni kitu gani ambacho kitakwenda kutokea baadaye, kutokana na kwamba ninaona kabisa huyu mzee amebadilika, lakini siamini. Yani mchawi ni mchawi siku zote, hawezi kukuonyesha ubaya wake mchana, usiku ndo atakuonyesha ubaya wake. Sasa maybe kuna kitu ambacho anakiplani kwa bibie Zoya huyu mzee, sisi hatukijui. Sasa endelea kukaa na mimi utakijua. Lakini pia nimependa sana tamthilia hii kwa sababu wameonyesha hisia tofauti tofauti. Kama tulivyoweza kuona, Pascal na huyu hapa wanamuita Abi Baltazar, hawa ni marafiki wa kudumu. Lakini mazungumzo yao yanaonyesha kabisa kuna unafiki uko katika urafiki wao, kwa sababu Baltazar hapa, Abi amemuuliza Pascal kuhusiana na ndoa yake. Inaonekana kabisa huyu mtu anataka ndoa ya Pascal iweze kuvunjika, kwa sababu tunafahamu hawa watu wameachana lakini hawajapeana taraka. Sasa kumbe ukweli ndo huu hapa tumepata kuufahamu, ni kwamba huyu mwamba wanamuita Abi Baltazar anamtaka mke wake na Pascal. Sasa angalia unafiki ambao unaonyeshwa humu ndani. Sasa nikuulize swali tu ndugu mpenzi mtazamaji, wewe ungekuwa ni Mr. Pascal halafu ukalitambua hili kwamba rafiki yako anakuzunguka, ungefanya nini? Ni hatua gani ambazo ungezichukua? Mimi ningekuwa Mr. Pascal, hapo moja kwa moja ningevunja urafiki kwanza na Baltazar, Abi. Moja kwa moja ningempelekea moto, yani kiufupi ningemchana ukweli. Ni kwa nini ananifanyia haya? Haijalishi kwamba nimeachana na mke wangu, lakini hakutakiwa kufanya hivi. Na nikwambie tu kwamba endelea kulike video hii, subscribe na usisahau kushare pia. Lakini pia kitu ambacho kimegusa hisia za watu wengi na ni kitu ambacho watu ninaamini wameweza kuguswa na kuumia, ni kwamba ni kwa nini Profesa alimgeuza Chite na kumfanya awe mwanamke. Na tukumbuke kwamba tayari Chite alibakwa na wahuni, na hapo alipo moja kwa moja hizo ni dalili za mimba kabisa. Sasa angalia ni kwa namna gani Chite atakwenda kuishi. Yani kiufupi ni kwamba akizaa mtoto hapo, na pindi ambapo Profesa atamsaidia aweze kurudisha umbile lake la kiume, atajisikiaje kuweza kujua kwamba aligeuzwa kuwa mwanamke na moja kwa moja alizaa mtoto? Yani hii hapa ni kitu ambacho kwa kweli mimi mwenyewe nimeweza kuumia sana, na ninamlaumu sana Profesa kwa sababu hakutakiwa kumfanyia hayo, japokuwa kweli ni mtenda maovu, lakini sometimes kuna namna ambavyo alitakiwa kutumia huruma kama binadamu mwenzake. Sasa hiki ninaamini pia watu wengi ambao mnaifuatilia tamthilia hii, na hii ndo sehemu zaidi ambayo imewaumiza wengi, maybe tufahamu ni sehemu gani ambayo imekugusa sana kwenye episode hii. Mimi sehemu ambayo imenigusa sana ndo sehemu hiyo hapo, yani Chite amemezeshwa kitu tumboni, yani kiufupi tayari ana mtoto na tufahamu kwamba huyo ni mwanaume. Lakini pia kitu kingine ambacho naamini watu wengi wameweza kufurahia, kwa upande mwingine mimi sijafurahia, kutokana na kwamba sikutaka kabisa huyu binti Zoya aweze kuwa na mahusiano na Mr. Pascal, lakini the way ambavyo inaonekana kabisa wa watu wanakwenda kudeti. Mimi nilitamani kuona bibie Zoya ana date na Profesa. Sasa sijui mwenzangu, toa maoni yako, dondosha comment huko chini. Ungependa kuona Profesa akitembea na Zoya ama akitoka kimapenzi na Zoya au vipi? Mimi sijapenda kabisa ili swala la Zoya kuonesha kumpenda na Pascal kuonyesha kumpenda Zoya. Yani kiufupi ni kwamba hawa watu muda si mrefu watakwenda kudeti ama watakwenda kuwa wapenzi. Mimi sijapenda, ningependa Profesa aweze kuchukua mzigo huu hapa, au vipi? Nyie mnasemaje? Sijui kama na nyie mnahisi kama ninavyohisi mimi. Hebu dondosha comment, toa maoni yako tuone wewe unafikiri nini kuhusiana na relationship hii hapa ambayo inakwenda kutokea. Kama nilivyokuambia kwamba pia Profesa bwana ameweza kuniumiza sana kitendo cha kumgeuza Chite kuwa mwanamke, na sasa hivi Chite tayari ni mjamzito. Hiki kitu kimeniumiza sana. Lakini pia kuna kitu ambacho ulitakiwa kukifahamu kati ya Mr. Panjwani pamoja na Abi. Hiki ni kitu
ambacho wengi mlikuwa mkifahamu na ni siri ambayo iliweza kujificha kwa muda mrefu, lakini mimi nimegundua hiki kitu. Wote tunafahamu kwamba Abi pamoja na Panjuan wote ni washirika kwenye ile genge ya kichawi ya yule mzee Sha. Yani wote hawa ni wachawi. Sasa kuna kitu ambacho kinakwenda kutokea katika episode inayofuata, kitakuacha mdomo wazi naamini. Sasa endelea kukaa karibu na channel hii ili tuweze kupata uchambuzi mwingine zaidi, na uchambuzi mwingine unafuata baadaye.